Yes, kwa majina naitwa Isaac Mongai, aka Kijana Msafi, chairman wa New Gema Young Leaders Movement. Na nimekuja hapa tuzungumze kwa sababu ya ile sherehe ambayo ilikuwa kule Nairobi siku ya jana, ambayo ilikuwa sherehe ya wafanyikazi. Na ikiwa sherehe ya wafanyikazi, nikaona Rais wa Jamhuri ya Kenya Bwana William Ruto alikuwa amehudhuria, akiwa amepokelewa na yule mzee anaitwa Francis Aturi. Na kuna kitu ambacho ni ya kuhuzunisha zaidi. Na hapa wa Kenya sasa lazima tuambiane ukweli. Kwa sababu tulisema hii nchi ni yetu, na hasa sisi vijana hatuwezi nyamaza wakati wazee wenye wako na umri ya miaka 80 wanakaribia kukufa, wanakuja kutuletea upuzi na ujinga. Nilisikia huyu mzee anaitwa Aturi akisema ya kwamba ati Nairobi imechafuka. Anasema eti mahokas wote wanafaa wafukuzwe kule Nairobi. Nikasikia akisema sijui wageni wake kutoka Uchina wakikuja kumuona, pengine wale wanawake anafanya nao biashara, ati wakishuka JKIA ile kitu wanaona ni mahokas, takataka mingi watu wanauzia huko kwa barabara, hata hakuna mpango. Hiyo ni uchafu, hiyo ni uchafu inafaa kuondolewa. Mimi nataka niulize mzee Aturi bana, wewe ni mzee wa miaka 80, hata umefikisha hata miaka ya ile ya Mungu ya miaka 70, haufai hata kuwa uhai, unafaa kuwa umekufa kulingana na Biblia. Umepitisha 70, uko 80, umekalia deposit. Kama umekalia deposit unaweza kufa any time. Hatuwezi kubali utushauri. Hata kama tuko na shida katika taifa la Kenya, hatuwezi shauriwa na mtu amekalia deposit. Mtu anaweza kufa any time. Umeiba pesa wafanyikazi miaka 50 kutoka wakati wa Kenyatta. Umefura, umenona, umejaza wanawake dunia hii. Sasa saa hii unaona mahasla ni kama takataka. Umejiwekea pesa mingi ya wizi. Kazi yako ni kutembea na wanawake dunia mzima, unapanda ndege unatoka nchi hii unaenda nchi nyingine kutembea. Lakini wale watoto ambao ni maskini nchi hii wanajaribu kujitafutia riziki. Wanajaribu kujitafutia Nairobi hii. Wanajaribu kujitafutia katika njia zao za hawking. Unawaita takataka, unasema ya kwamba wanafaa wafukuzwe ndio mji wa Nairobi ikuwe safi. Bwana Aturi, hata kama tuko na shida, sisi vijana wa nchi hii, hata kama tunaheshimu wale watu ambao wako na umri ya rika yako, ile kitu hatutafanya kama vijana wa nchi hii ni kuheshimu wajinga. Hatutaheshimu wajinga. Tuko na haki ya kuishi nchi hii kama vijana. Tuko na haki ya kufanya biashara nchi hii kama vijana. Na hii serikali ya William Ruto hata anashindwa ni serikali ya aina gani? Kwa sababu William Ruto wakati alikuwa anarukaruka hapa anafanya campaign, alifanya siasa ya watu wa mkokoteni, watu wa bodaboda, watu wa vinyozi, watu wa hoka. Akasema hii serikali ni ya watu wa beba, watu wa mkokoteni. Saa hii anakaa kwa hiyo kiti, mahasura wanatusiwa akiwa hapo bwana William Ruto. Mahasura wanatusiwa akiwa hapo. Huyu mjinga anaitwa Aturi anasema mahasura wafukuzwe Nairobi, wafukuzwe Mombasa Road. William Ruto akiwa hapo na hawezi ongea. Na ndio maana naambia wa Kenya, William Ruto ni tapeli. Kama iko mtu mtapeli mkubwa Kenya hii ni William Ruto. Na tukisema hivyo, iko wakora huko Nairobi wanarukaruka anasema tunamuonea. William Ruto is a con man. Kama wale watu walimpigia kura wanatusiwa, wanaambiwa wafukuzwe wakiwa hapo na hawezi ongea. And by the way, William Ruto ni con man ya kawaida sababu iko mzee anaitwa Cosmo. Alikuwa anakaa US amefanyia William Ruto campaign. Nasikia walimpigia simu akamwambia akuja hapa Nairobi acha kazi huko wampatie kazi. Saa hii naona Cosmo analia akiwa Kisii kwa mandizi, anasema William Ruto achukue simu yake. Jamaa amekoniwa. Analialia huko Kisii anasema William Ruto achukue simu na aliacha kazi huko, wanamdanganya atakuja kumpatia hapa kazi Nairobi. Unakoni mpaka wale watu walikusaidia my friend. Na niambia Cosmo acha upuzi hata wewe. Nilisikia ukiambia William Ruto akuja tafuta Rigathi. Rigathi hazi kula matapiko. Hiyo biashara yake na William Ruto ilikwisha. Na ikakwisha kabisa. Hiyo nasikia ukiambia William Ruto ati akuja hapa Mlima Kenya apiga magoti. Ati aombe msamaha jamii wakikuwa tamsamehea. Ati aende wa Munyoro akae chini na Rigathi amwambie pole ndio arudishwe kwa kiti. Cosmo tafuta kazi nyingine ama rudi US. Biashara ya Rigathi Gachagua na William Ruto ilikwisha. Na sisi kama vijana hasa kutoka Mlima Kenya hatuwezi kubali ujinga kama hiyo. William Ruto hatuwezi kubalisha yeye kuingia wa Munyoro. Hatuwezi kubalisha yeye waonane macho kwa macho na Rigathi Gachagua. Kwa sababu kama wameishi wakijaribu vile wazamuua, hatuwezi mkubalisha aingie wa Munyoro anaweza peleka uchawi huko. Hatuwezi muamini. Kwa hivyo Cosmo, wewe na wakora wenu wa Kenya Kwanza, bebeni msalaba yenu, tuliwapatia kura
tukawapatia mamlaka, mumeshindwa kutengeneza taifa, mumeshindwa kusaidia mahasla, bebeni msalaba yenu, tumekubaliana ni one time na nyumbani lazima mtaenda. Jambo la mwisho, niambie mzee Aturi, hiyo pesa unakula wafanyikazi unafaa kuwatetea. Na kuliko uwatetee, nimesikia juzi unasema ya kwamba internet inafaa ifungwe. Ati iko na a lot of freedom, ati inatumika vibaya, inafaa ifungwe. Nataka nikwambie mzee, kwa sababu pengine haujui. Unajua sasa wewe uko na miaka 80, wewe ni mzee ana haujui. Hii mtambo unasema izimwe ndio imeajiri vijana mamilioni ya nchi hii. Vijana wameajiri kupitia hii mtambo. Anaamuka, anafanya shughuli zake, anapata pesa kwa sababu serikali ya Kenya imeshindwa kuajiri. Hii mtambo unasema ifungwe mzee Aturi. Ndio tutatumia kama Gen Z, kama millennial kukosoa serikali ya Kenya. Mkifanya upuzi tunawaandika. Na kama unajaribu mulete ile enzi ya Moi, wakati tulikuwa tunasikiza radio moja saa 7 na saa 12 jioni, serikali inatudanganya na tunaamini kwa sababu hatuna information, hatuna lingine. Saa hii tuko in a new dispensation whereby mkijaribu upuzi asubuhi tushajua, mkijaribu kupora kitu tushajua. Kupitia hii mtandao tuko na habari na tuko na lot of inside information ya ile upuzi yote na ujinga na wizi inaendelea katika serikali na tunaianika kila siku. Kwa hivyo kama unataka internet izimwe bwana Aturi, haitazimwa. Na vile nimekuambia, hauwezi advise vijana ambao ndio wanaanza maisha. Wewe mwenyewe umetamatisha maisha, hata haufai kukua uhai. Juu uko na miaka 80, umemaliza miaka ya Mungu 70. So we as young people, we cannot take advices kutoka kwa mtu ambaye amekalia deposit anytime anaweza enda. Sisi ndio tutabaki nchi hii. Sisi ndio tunaanza maisha, wewe ndio unamaliza. Kwetu sisi vijana ni asubuhi, ndio kumekucha, ndio kumepambauka. Kwako ni saa 12 jioni, giza inaingia katika maisha yako. Usikuja hapa kutuambia kitu. Na tutakanyangana na nyinyi by the way. Hii vita tutapigana. We will fight with you until you give us our space kama vijana katika nchi hii. Tutapigana vita. Kama ni jela tuko tayari. Kama ni kupigwa teke tuko tayari. Kama ni risasi tuko tayari. Lakini kama vijana wa nchi hii tutapigana vita mpaka tupatue nafasi yetu kama vijana. Kwa sababu hii nchi hatuwezi nyamaza ikiendeshwa vile ambavyo haistahili. Nilisikia bwana William Ruto akisema ya kwamba eti tugoje uchaguzi ifike. Ni sawa. My friend William, tunajuana, unanijua na kujua. Ni sawa my friend William. Hatuna shida. Lakini ujue ya kwamba opposition ya kina Rigathi Gachagua hawako kwa serikali. They have no any mandate from Kenyans. Ile kazi wako nani ya kukosoa serikali. Kwa hivyo hauwezi waambia ati wagoje siku uchaguzi ifike ndivyo ongee. Nyinyi ndio mko na ushuru ya Wakenya. Nyinyi ndio hamfai kufanya siasa. Nyinyi ndio mnafaa kufanya kazi kila asubuhi. Lakini kina Matiang'i, kina Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene Wamalwa, they have no any mandate from Kenyans. Hawana ushuru ya Wakenya. Ile kazi tumewapatia ni kukua macho yetu. Kwa hivyo kuwakosoa haihitaji ati wagoje 2027, watawakosoa leo. Na kama hamtaki kukosolewa, sibujiuzuru mtoka kwa viti. Hizi viti hakuna mwanaume alitolewa kwa bibi yake akuje aombe. Nyinyi ndio mlitoka kwa bibi zenu mkakuja kuomba wananchi kazi wakawapatia. So kama hutaki kukosolewa, acha kiti, rudi kwa bibi yako. Hakuna mtu atakuuliza swali. Na niambie my friend William, nilisikia ukisema ya kwamba mwenye atashindwa kiti ataenda kulima. Nataka nikuambie hakuna kulima, utaenda kulima ukishindwa kiti. Kama iko pesa ya Wakenya umepora, ushindwe kiti uende jela. Kama iko kitu ya Wakenya umekula, ushindwe kiti uende jela. Na mali ya Wakenya urudishe. Wewe na wenzako wale ambao umekula mali ya umma. Hakuna kwenda kulima. No, hakuna kwenda kulima. Ni ushindwe kiti Kamete. Pesa ya Wakenya ya SHA irudi. Pesa ya Kenya House Levy irudi. Ile pesa yote mmekula yote irudishiwe Wakenya. Kabla hiyo mambo unasema ya kulima ikuje. Na tuko hapo, and I'm telling by the way, this is an appeal we are making to our leaders in the opposition. Because they are the government in waiting. Bwana Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua, Eugene Wamalwa, Bwana Natembeya, all the principals in the opposition. We are making an appeal to you. 2027, we will make you the leaders of this nation. And one thing that you must do, it is to make sure wale wezi watu wamepora pesa ya nchi
kabla mfanye kitu kingine chochote katika serikali mpya, tutataka kuona mmewapeleka jela, mali yao yote ichukuliwe na serikali, irudishiwe wananchi, vijana wa Kenya hii wapate haki. Kwa sababu wakati mnaiba, ndio maana hata vijana hawawezi oa, vijana hawaendelei, wa vijana hawazai, kwa sababu wao ndio wanaathirika pakubwa. Hawa wakora wanaiba, hawa wote wamemaliza kuzaa. Hawa wote wako kwa serikali wamemaliza kuzaa. Hawa wote kina Mudavadi, kina Tangula, William Ruto, hiyo grupu yote wamemaliza kuzaa. Hawana uchungu kwa sababu wamemaliza kuzaa, wamemaliza kusomesha. Lakini vijana ndivyo wanaanza kuoa, ndivyo wanaanza kuzaa, ndivyo wanajitayarisha kusomesha. Kwa hivyo wakati pesa na mali ya umma inaporwa, wao ndio wanaathirika pakubwa. And that is why we are making an appeal. The government in waiting. When we make you the leaders of this country 2027, make sure you arrest hao wakora wote na pesa ile ambao wameiba. Hizo mahoteli wamenunua, zile pesa wameficha kule nchi za nje, mzirudisha hapa, irudishiwe umma na wapotelee jela wakazimie huko. Kwa sababu hiyo ndiyo haki. Tutachukua swali moja ama mbili, tukiendelea kumalizia. Questions tafadhali. Kabla tutoke hapo kwa Atuoli, kwa Atuoli tuliona wale watu sijui komiti ya koti ilimrudisha tena. Kwani hiyo kiti ya koti haiwezi kaliwa na mtu mwingine ama ni ya Atuoli? Yeye ndiye alitengenezewa. Unajua Atuoli ameiba pesa ya wafanyikazi miaka 50. Kwa hiyo commission yote yeye tu ndiye akona pesa peke yake. Kwa hivyo hata siku ya uchaguzi ikifika, anawapea pesa, wanampatia direct nomination, anarudishwa kwa kiti. Na hivyo ndivyo amejipata kwa hiyo kiti miaka karibu 80. Na hata mimi nashangaa. Ya? Mzee hata hafai kukaa kwa hiyo kiti. Yeye si mfanyikazi, amefikisha miaka ya kuritaya. Unajua Kenya, hata Mungu by the way haizi kuja Kenya. Na hata siku yake ya kurudi ikifika, hata tagulia kukuja Kenya. Kenya ndio itakuwa nchi ya mwisho Mungu kukajanga hapa. Kwa sababu wewe umepatiwa kazi atusimamie wafanyikazi. Wewe unasimamia wafanyikazi na wewe umeritaya. Uko na miaka karibu 100. Hata kwa Mungu umefikisha miaka ya kukufa, miaka 70 haufai kuwa unaishi. Na wewe ndio umepatiwa kazi atusimamie wafanyakazi. Hiyo kazi sinafaa kipatiwa at least mwenye hajafikisha hata umri wa kuritaya. Ama nyinyi hamuoni ni confusion, hii ni utapeli. Hii kazi ya kusimamia wafanyikazi inafaa ipatiwe mtu ambaye ni mfanyikazi, kijana wa miaka 35. Sababu hata huyu mwizi kwani alipatiwa hiyo kazi lini? Alipatiwa hii kazi akiwa kijana sijui miaka 20. Hii kazi inafaa ipatiwe kijana mwenye hajafikisha umri wa kuritaya asimamie wafanyikazi. Saa hii mwenye amepatiwa kazi mwenyewe ni mtu hata ameritaya. And that is why Kenya, let me tell you by the way, hawezi watetea. William Ruto anawanyonga na shoka kwa payslip. Saa hii angalia Wakenya wote wenye wameajiriwa kwa kampuni ama kwa serikali, wale ambao wako na payslip, wanahangaika huko, wako na depression, wanatukopa fare kila asubuhi wakienda kazini. Si kupenda. Huyo mtu ameajiriwa analipwa 70,000. Ile pesa anafikisha kwa bibi yake ni 20,000. Anamekatwa 50 na hii serikali. Na huyu Atuoli hawezi ongea. Ile kitu kubwa anaweza panua mdomo yake aseme ni kusema hawkers of Kuzo Nairobi. Huyo si mganga huyo. Huyo ni mchawi huyo. Yeah? And that is why I'm saying hapa Kenya Mungu hawezi kanyanga sababu uko na sasa kama hii. Hii ni utapeli na wizi. Na wewe bwana Atuoli, wewe ni mzee rika ya baba yangu, lakini siwezi heshimu mtu ambaye ako na ujinga. Na hata kama tunataka kuheshimu wazee, tutaheshimu wale ambao wako na akili. Na hata kama ni kuogopa, hatuwezi ogopa watu ambao hawajielewi. Ukikasirika na mimi nikujie. Lakini hii siwezi kosa kuongea. Hata mniwe hii siwezi kosa kuongea because it is a reality. Hii ndio ukweli ya maneno. Swali langu ni kuhusiana na siasa ambazo zinaendelea kwa sasa. We know that Matiang'i amerudi na ameanza homecoming yake ya kwanza. Reception yake mumeiona. Je, muungano wa upinzani wote kwa pamoja utaweza kusimama na Matiang'i kama their presidential candidate, ama nani ambaye kwa sasa wameweza kumwekelea mikono yeye ndiye ataweza kuwa flag bearer wa opposition? Unajua nyinyi watu wa media lazima hata nyinyi mtupeleke polepole. Kwa sababu tulisema ya kwamba hawa viongozi wa upinzani ambao wameshikana, iko Kalonzo, iko Martha, iko Rigiji, iko Matiang'i, iko Natembeya, mliona Mukisa Kitui ameingia hapo, mliona JB Muturi ameingia hapo, mliona Uhuru Kenyatta ameingia hapo, kwa sababu the national chairman of Jubilee Party
Ili ambao Uhuru Kenyatta ndiye party leader, pia yeye ako hapo anawakilisha chama cha Jubilee. Kile ambacho Uhuru Kenyatta ndiye kiongozi. Vile ambavyo wameshikana. They are all presidential candidates. Kila mtu anataka apatiwe nafasi ya kupeperusha bendera katika ile mrengo kama mpigania kiti. Lakini tukakubaliana ya kwamba kila mtu afanye kampeni yake, and that is why today unaona Matiang'i anapeperusha kule Kisii, kule Nyamira. Matiang'i ni ndume, ukiangalia leo hii kule Nyamira wote wanasema Matiang'i. Jamii ya Omugusi yote imekubaliana. Their presidential candidate ni Fred Matiang'i. Ukikuja hapa Mlima Kenya, Rigathi Gachagua anawika kama simba. Ama nadanganya? Anawika kama simba kila siku hapa. Ukienda hapa Ukambani, hakuna mtu mwingine anapeperusha bendera hapo isipokuwa Kalonzo Musyoka. Hao wengine hapo ni mikebe. Usidanganywe na kina Mutua hao Tuvaruko ni mikebe. Yule anapeperusha bendera hapo Ukambani Kalonzo Musyoka. Ukienda kule Western, goma ya siasa huko imebadilika. Yule ambaye anasikika pale ni mtu anaitwa Eugene Wamalwa akiwa anatembea. The DAP party leaders, Eugene Wamalwa is the party leader, Bwana Natembeya is the deputy party leader. Wale ndio wanasikika pale Western wakiwa na kina Malala. Na watu wa huko wamesema ya kwamba pia wanataka mabadiliko. Kwa hivyo hawa viongozi wakuu wameushikana namna hiyo. Na hapa Mlima Kenya tuko na Rigathi, tuko na Uhuru Kenyatta, tuko na Martha Karua, tuko na Mithika Linturi, wote wameshikana. Opposition ikuwe imejipanga hivyo, kila mtu aendesha siasa zake. Kila mtu ajaribu kukusanya watu wake. Ikikaribia 2027, walisema ya kwamba watakaa chini. Na wakikaa chini wataangalia vile siasa ambavyo zitakuwa zimekaa. Wapange line up. Wakasema hakuna mwenye atajipenda, wakasema watakubaliana. Nani atakuwa mpeperusha bendera ya kiti urais? Nani atakuwa naibu? Nani atakuwa nini? Watapanga line up vizuri. Ndio sasa wale wakora wa Kenya Kwanza tukabiliane na wao. Kwa hivyo mimi niwaambie watu wa vyombo za habari, muache bio mingi, a lot of speculations, na msiandike vitu ambazo pengine ni za kupiganisha hii mrengo. Hao watu wako na amani na wamesikizana ya kwamba hakutakuwa na kujipenda. Walituahidi ya kwamba wakati wataingia hiyo room 2026 December watakubaliana. Na sisi kama Wakenya, kwa sababu tunataka mabadiliko, na mabadiliko ya kwanza katika list ile ambayo tuko nayo ni ya kuhakikisha kwamba William Ruto ametolewa kwa kiti, hatutakuwa na lingine isipokuwa kuunga mkono yule ambaye watatuletea. Because in any case, my friend, hata tukichagua kama tumefunga macho, anybody from the opposition side atakuwa mzuri mara milioni moja kuliko William Ruto. Kwa sababu nyinyi wote mnajua William Ruto hana kauzuri hata kamoja. Kutoka siku aliingia kwa kiti, hakuna ahadi hata moja aliahidi wa Kenya ametimiza. Hakuna kitu hata moja aliahidi wa Kenya ametimiza kutoka aingie kwa kiti. Na kama iko mtu aniambie. Kama iko kitu hata moja William Ruto ametimiza kutoka aingie kwa hiyo kiti, aniambie. That is why I'm saying hata ingekuwa ni mimi nilichaguliwa kama rais, hata kama sina PhD ya wanyama na miti kama William Ruto, I'm very sure at least by now miaka 2 ningekuwa nimetekeleza ka kitu. So anybody who will be picked by the opposition leaders, tutamuunga mkono na atakuwa mzuri kuliko William Ruto mara milioni moja. Na naongea hivyo William Ruto anisikie, ni rafiki yangu, simchukii, lakini hapa ni mambo ya nchi tunaongelea. Hapa ni mambo ya future. And wakati tunaongea mambo ya future, I think nchi inakuja mbele kuliko mambo ingine yoyote. Kwa mheshimiwa, kabla ndugu yangu hapa aliulize swali, kulingana na hao watu wote umetaja ni watu ambao pia wao tunaweza sema ni kama Atuoli, wengi wao ni kama wamefikisha miaka ya kuretire, ni wazee. Kwani hakuna vijana ambao wanaweza ongoza nchi? Na wengi wao hata kuanza kama ukiangalia wengi wao, na kuna kijana wanakosoa sana anaitwa Morara, wengi wao ni wamehusishwa na cases za corruption. Kwani tu ndio wanaweza ongoza Kenya? Na unajua tunaweza kuwa tunasema tunataka kuondoa William Ruto, lakini tunaenda kwa mtu wasi kuliko William Ruto. Na lakini kwa sasa hii anajifanya venye William Ruto alikuwa amejifanya. Sasa hii Kenya haina mtu wasi amebaki kuliko William Ruto. Na huyu mwizi mnajaribu kutaja hapa anaitwa Morara. Huyo kijana kwanza meno, acha kufungua pampers. At least ajaze hata kama ni makenda kwa mkono akuwe mwanaume aweze kuongoza taifa. Lakini hiyo upuzi nimesikia anajaribu kuongea hapa kila siku. Unajua by the way, na Rigathi Gachagua alikosea sana. No aitiria muno Rigathi nigwita he metha-ini ya Thuri Mogosire. Tondu ndeto ile kimwana kiu kiraria. Ongea Kiswahili ndio tuelewe. Ile maneno huyo kijana anaongea ni mambo ya upuzi ya fitina. Unajua Morara amekoni vijana wote
Videos ziko, mkitaka niwaletee nitawaletea. Akikoni vijana nawaambia nyinyi endeni kazi, mnitumie pesa niweze kuzunguka Kenya. Wale vijana anaitisha pesa ni vijana wadogo wanajiria, wanafanya hii tu kazi ya 200 300. Anawapora hiyo pesa, anachukua ananunua Prado. Anawapora hiyo pesa, ananunua tusuti. Anaanza kurukaruka kwa kamera akijifanya anakosoa serikali. Huyu kijana ni mtapeli, ni mwizi. Na ile siku Martha Karua wakiwa na Rigathi Gachagua wameita yeye hapa kwa meza huko Nairobi. Kijana alikuwa anafikiria akienda hapo sababu anajiita kiongozi wa Gen Z atapatiwa pesa. Pesa gani unapatiwa? Na hiyo ndio vita. Hii vita mnaona na huyu kijana anaitwa Morara imetoka kwa sababu siku aliitwa pale alifikiria atapatiwa pesa. Lakini kufika hapo aliulizwa, kijana umekuja hapo unawakilisha nani? Hauwakilishi jamii ya Wamugusi sababu Matiang'i na Onyoka wako kwa hii meza. Hauwakilishi vijana kwa sababu hakuna siku hata moja tumeona huko na vijana ambao wanakufuata. Kwa sababu jamaa alijifanya alianza chama. Si alijifanya alianza chama sijui inaitwa Inject. Hiyo chama mnajua nani deputy party leader? Hiyo chama mnajua nani chairman? Hiyo chama mnajua nani SG? Hiyo chama mnajua nani treasurer? Kuna siku mumeona hiyo chama iko na NDC. Kuna siku mumeona hiyo chama yake imeitwa ameitana mkutano wameparade wala viongozi wako naye. Hakuna siku hata moja mumeona hivyo. Na wauliza nyinyi waandishi wa habari, hata kama hamjui mambo ya siasa sana, iko chama ya mtu mmoja? Hakuna chama ya mtu mmoja. Haka kijana kalipora pesa zile kalitumiwa na watu kwa mtandao, kakakimbia hapa kwa register of political parties, kakarejeza chama ya makaratasi, kakaanza kujiita huku party leader, chama ambao ni karatasi, haina watu. Kwa hivyo, hii meza alikuwa ameitwa. Hauwezi enda kwa hiyo meza kuwakilisha makamasi. Ukiitwa kwa hiyo meza ni upeleke ile kitu unawakilisha. Who are your followers? Nani unawakilisha kwa hiyo meza? Hauna jamii unawakilisha, hauna vijana unawakilisha, chama yako haina wafuasi. Hauwezi peleka makamasi hapo ugojea utapatiwa heshima. Na ndio maana ukijana kwa sababu alishindwa kujibu hiyo maswali kwa ile meza, alitoka hapo na matusi. Nimeona jana anatusi Rigathi Gachagua. By the way, Morara, wacha nikwambie. Unajua unaongea kizungu watu wanafikiri uko na akili. Lakini wewe ni mwizi. Nilisikia ukisema ya kwamba ati Rigathi Gachagua iko barabara ameiba sijui bilioni ngapi huko wa Munyoro. Hiyo barabara kama uko na akili mzuri unajua hiyo barabara ilitengenezwa na national government. In fact hiyo barabara iliwekwa rami na serikali ya Uhuru Kenyatta. Kwa sababu kama uko na akili unajua kwamba hakuna mbunge ambaye anaweza weka rami. Kama uko na akili Morara unajua hivyo hakuna mbunge anaweza weka rami. Hiyo barabara ikijengwa Rigathi Gachagua was not a deputy president kwa sababu ilijengwa wakati wa Uhuru. So he was a MP for Mathira. MP wa Mathira anaweza toa wapi bilioni 100 ya kutengeneza rami? Anaweza toa wapi? Hiyo barabara ilitengenezwa na Uhuru Kenyatta. Na kama ilitengenezwa na Uhuru Kenyatta, mbunge wa Mathira wakati huo Rigathi Gachagua alifanya procurement. Was he a PS in the Minister of Roads? Was he a minister in the Minister of Roads? Was he a director? Alikuwa nini katika ministry ya barabara ndio afanye procurement? Ndivyo useme ameiba hiyo bilioni kwa hiyo barabara. Alikuwa nini katika Minister of Roads? Rigathi Gachagua alikuwa mbunge wa Mathira wakati huo, alikuwa MP. Na kazi yake ilikuwa kutengeneza madarasa, kutengeneza maofisi za chiefs, na kulima ile barabara ya vijiji ambayo imeharibika. Na kuoversight ile miradi serikali kuu ilikuwa inafanya katika his constituency. Lakini hiyo upuzi nimeona unaeneza huko Morara ukijaribu kusema ya kwamba ati Rigathi Gachagua aliiba bilioni wakati alikuwa ajenga hiyo barabara. Wewe ni mjinga. Hakuna mbunge anaweka barabara rami. Enda ukadanganya bibi yako na watoto wako. Wakenya ni werevu. Lakini wabunge mheshimiwa hapo kabla nitoke hapo. Nikasikia Morara asema ya kwamba ati Matiang'i ile kitu kubwa anashukiwa. Alitupa watoto Rivayara wakati alikuwa Minister for Interior. Let us put this matter to rest once and for all. Kwa sababu nisikia pia siku ingine wale wakora wa Kenya Kwanza kina Ishungwa wakisema vile vile. And that is why we are telling Kenyans Morara ni mtu wa mkono wa William Ruto. Rangi ni William Ruto. Lugha ni William Ruto. Morara mpaka sauti mpaka Kiingereza mpaka kupanga maneno. Mpaka hiyo mchezo wako nayo ya kuigiza William Ruto DNA Morara. Matiang'i alikuwa waziri wa Interior katika serikali ya Jubilee. Hatukatai. Iko kitu inaitwa National Security Committee. Ili ambaye ndio inawajibika katika ulinzi ya Kenya. Hiyo National Security Committee iko na president and his deputy president. Nani alikuwa naibu wa rais? Who was the deputy chairperson in that National Security Committee wakati watoto walitupwa Rivayara? Alikuwa William Ruto. Kwa hivyo hiyo serikali mnasema watoto waliuliwa wakatupwa Rivayara na Matiang'i,
Mdosi wake alikuwa William Ruto. Mdosi wake mwingine alikuwa Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo kabla msurubisha Matiang'i, ni vizuri mjue kitu moja, na hii kitu nataka niunganisha na hii mambo ya Gen Z kuliwa. Hakuna askari ambaye anaweza piga mtoto ama Mkenya risasi. Hakuna mwanajeshi yeyote ambaye anaweza ua Mkenya kama hajapatiwa kitu inaitwa order. Na order inatoka kwa either president, police IG ama CDF. Hapo Matiang'i alikuwa amekalia kiti gani kati ya hizo? Alikuwa amekalia kiti gani kati ya hizo? Kwa hivyo wale wanarukaruka wakisema Matiang'i alifanya, ni vizuri mjue hiyo mnasema Matiang'i alifanya, kama alifanya akiangaliliwa ama akiwa oversighted by William Ruto, who was his boss by then. Ni vizuri tuambie Wakenya hivyo. Kitu ingine, kama mnasema Matiang'i ndiye alitupa watoto Rivayala serikali ya Jubilee, ile serikali William Ruto alikuwa naibu wa rais, kwa nini saa hii watoto wengi wamekufa Matiang'i hayuko kwa serikali? Kwa nini hiyo kitu inajirudia? Siku ingine watu wengi wametolewa hapa Kwale, wamefungwa na magunia, na Matiang'i hayuko kwa serikali. Hata nyinyi simuangalie muone ile maovu ilifanyika serikali ya Jubilee, na saa hii pia inajirudia inafanyika. The common denominator ni William Ruto, kwa sababu alikuwa naibu wa rais wakati huo na saa hii ndiye rais. Muachane na fitina. Ile kitu tunajua kama Wakenya, Matiang'i is a performer. Ile rekodi aliacha katika serikali ya Jubilee for 10 years inaonekana. Ile mabadiliko alileta katika mawizara zile ambazo alisimamia inaonekana. Na niambie Wakenya saa hii, hakuna upuzi yoyote tutasikiza kutoka kwa Morara ama watu wa William Ruto inahusu viongozi wa upinzani. Anything negative watatuletea about hawa viongozi, mjue ni siasa. Hapo mbeleni kwa nini hawakuwa wanafanya? Sasa hivi William Ruto si desperate, ameokota watu wote walikuwa kwa serikali ya Jubilee, amewapatia kazi. Kweli si kweli? Si hata amehangaika huko Kisii na jaribu kutafuta Matiang'i amuingiza kwa serikali ndio sisimame kiti. Kama Matiang'i ni mbaya, mbona wanazunguka usiku na mchana wakijaribu kumuingiza kwa hiyo serikali ndio sisimame kiti? Kama Matiang'i ni mbaya, siku amekuja hapa akapokelewa JK, hata hakuongea kuongesema kitu. Hao Kenya kwanza wako na watu walilala wakihara wote. Matiang'i tu kuingia hapa na hata hajaongea. So tuache fitina. Kwa hivyo Morara, hata by the way, hata watu wale wengine wakitutisha, Morara anaweza tisha nani sasa? Anaweza tisha nani? Hivyo ni kusema vijana hawezi ongoza hii nchi sababu vijana wanaweza ongoza. Ile upuzi hatutaki ni ya mkono mmoja ambaye ni Conman Kebasho anafikiria he is the only angel in this country. Anafikiria hivyo. Hiyo ndio ile upuzi ambaye hatutaki. Unajiona wewe peke yake ndiye mweupe kama pamba, ili hali wewe ni mwizi, ni mkora. Gen Z wameuliwa hapa mwezi mzima siku ya maandamano. You never featured anywhere. Nyinyi mliona Morara kwa maandamano siku ya Gen Z? Si aliishi kwa brother na girlfriend. Si alikuwa anakula pizza kwa maroji na girlfriend, vijana wakiuliwa huko na kwa barabara na maskari. Alafu baada ya maafa mambo imetulia, ndio anajitokeza hapa anajiita kiongozi. Kiongozi ya nani? Labda ni kiongozi ama girlfriend alikuwa anakula nao pizza kwa room. Tutaki upuzi. Vijana wako wanaweza ongoza, lakini si hawa conmen. Vijana ni wengi wako na akili wanaweza ongoza nchi, lakini si hawa wanatumiwa na William Ruto, wanapatiwa pesa kidogo, wanakuja hapa kurukaruka. So and at this time we are in a very serious business of making sure we have declared William Ruto a one-term president. Anybody opposing that is enemy of the people. Anybody is against that, you are the enemy of the people. Anybody is being used by William Ruto to make sure he's sabotaging the plan we have as Kenyans to make sure we have a new leadership 2027 is an enemy of the people. And we have no approaches to make. Ukikasirika na mimi nitafute. Okay. Mheshimiwa, hebu niulize swali. Kulingana na wabunge jinsi ambavyo umesema, mata CDF. Anza swali yako. Mheshimiwa, kuhusiana na pesa za CDF, tumemwona kiongozi Raila Amolo Odinga akijaribu have CDF removed, isikuwe inapatiwa wabunge, iende kwa county government. What is your take on that? And also in addition to that, kuna documentary juzi imeachiliwa inaitwa Blood Parliament, ambayo ilifeature events za June 25th. Na wabunge they made fun of it. Na hapo jana, juzi evening,
Kuna mbunge aliweza kupigwa risasi Nairobi na kuweza kuuawa, na wakazi wa eneo bunge lake wamekuwa wakipiga sherehe huko sana, wakicelebrate kifo chake. Maoni yako kwa hilo? Kitu ya kwanza niambie wa Kenya hapa, Raila Amolo Odinga anatumiwa na William Ruto kuhakikisha kwamba hii campaign ya kusema CDF itolewe kwa bunge, ipatiwe wezi ambao ni magovernors, ni William Ruto anamtumia. Mtu yeyote ambaye ako na akili katika Kenya hii hawezi unga mkono CDF itolewe kwa bunge. Kwa sababu watoto wengi unaona huku kwa barabara mpaka hao Gen Z, wengi sana wamesoma na basari ile ambayo inapatiana na wabunge. Saa hii maofisi mingi za DCC, za machiefs katika villages zimejengwa na pesa ambayo ni ya mbunge ya CDF. As we speak right now, katika nchi ya Kenya, madarasa zile mingi, mashule zile mingi zimetengenezwa na pesa ambazo na CDF. As we speak, katika vijiji zile barabara mingi zimelimwa, zimetengenezwa, zimewekwa moram. Hiyo kazi imefanyika na pesa ya CDF. Alafu unasikia mzee mwingine wa miaka 80 ambaye pia amekalia deposit, anytime tunaweza mkosa, anajaribu kutupatia advice ambao itakuja kumess a whole generation. Hatuwezi kubali upuzi kama hiyo. Kitu ya pili, nyinyi mnajua magavana wengi ni wezi. Na mumeona wengine wamefanywa impeachment. Leo hii tunaongea, mnajua magavana wengi kuna magavana wako jela ambao waliiba pesa ya wananchi. As you speak, mnajua kule Senate iko makesi mingi ya magavana wale wameiba. Ukienda kwa EACC kumejaa files za wale magavana wanaiba pesa. The 47 counties that was devolved, hii ni wizi tulidevolve. Hakuna maendeleo tulidevolve wezi. Tukatengeneza out of national government, tukatengeneza serikali zingine 47 za wakora wezi. Magavana isipokuwa kulipa the recurrent bills, isipokuwa kulipa wafanyikazi wa county, ile pesa wanapatiwa asilimia kubwa karibu 80 hiyo pesa wanalipa mishahara. Only less than 20% inaenda katika maendeleo. And that is why saa hii ukichukua gari zunguke katika county, before you arrive into any project that has been done by a governor, kwanza utapita kama 20 zimefanywa na mbunge. Tembea county, by the time you arrive into any project that was done by a governor, kwanza utapatana zingine kama 10 zimefanywa na CDF. Kwa hivyo hatuwezi kubali pesa inyang'anywe wa bunge ile ambayo inasaidia, tunaona ipelekewe wezi ambao ni magavana. Kazi yao ni kuiba pesa ya umma, kazi yao ni kuleta miradi ambazo wanapora pesa. Hiyo hatuwezi kubali. Kwa hivyo waambie Raila Amolo Odinga, hiyo injili anajaribu kuleta, tunajua si yeye, ni William Ruto amemtuma. Sisi kama wa Kenya hatutakubali kitu kama hiyo. Hiyo swali lingine umeuliza kuhusu wale bunge ambaye alipigwa risasi. Na ile matamshi ambao umesema tulisikia kule bungeni siku documentary ya BBC imetolewa. Mimi nataka niambie leo hii wa Kenya, wale watoto wetu waliuliwa siku ya maandamano, waliuliwa kama wabunge at the same time wanapitisha finance bill. Watoto wetu waliuliwa at the same time kama wabunge wanapiga makofi pale bungeni. Kama kuna watu tulikosana wao hiyo siku, na hakuna siku tutasikizana wao kama wa Kenya, ni wale wabunge ambao walishabikia vijana wetu kuuliwa hiyo siku. Na ndivyo maana nasema siku ya campaign ikikaribia, mimi nitaongoza campaign na tutaandika majina ya wabunge wote wale ambao walisimama kule bunge wakapiga yes vijana wetu wakiuliwa. Tutaandika majina yao with bold letters na tutazunguka Kenya in every constituency tukibandika hizo posters huko. Ndio tuwaambia wa Kenya hakuna mbunge hata moja anafaa kurudishwa hiyo bunge mwenye alikuwa huko damu siku ilimwagika. Wale wabunge ambao tutakubali warudi hiyo bunge ni wale ambao walisimama na Gen Z kama Babu Owino. Wale viongozi wengine walisushia wakasimama wakakataa kusimama kinyume na matakwa ya wananchi, wakasema wananchi wasikizwe. Hao tu ndio wale wabunge tutakubalisha warudi hiyo bunge. Lakini wale wengine ambao walishabikia vijana wetu kuuliwa, natangaza leo hii nikiwa Mlima Kenya ya kwamba tutaandika majina yao siku ya siasa ikikaribia, tuwaambie wananchi wasipigiwe kura. Hiyo ndio ile the biggest punishment ambao tutawapatia. Hawata hiyo bunge watakuwa wanaionea kwa TV. Watakuwa nasoma gazeti ilikuwa bunge. Hatutakubali. Kwa sababu watu ambao wanashabikia umwagikaji wa damu, hao ni wanyama. Hao watoto waliuliwa walikuwa na miaka 20. Hakuna mtoto hata mmoja aliuliwa akiwa na silaha. Si mnajua hivyo ama nadanganya? Hao watoto walikuwa wameshika bendera na simu. Hakuna kitu kingine walikuwa wameshika. Kwa hivyo, kwa sababu waliuliwa kinyume na sheria na wale wabunge wakashabikia,
hatutawahurumia. Na yule mwenye alipigwa risasi juzi nilisikia akisema ya kwamba nilisikia bunge akisema ya kwamba mnauliwa, we mourn, we move on. Si ndivyo alisema? Yes, hata wiki haikuisha akapigwa risasi. Hata sisi tunamwambia hata kama hasikii, we mourn, we move on, maisha inaendelea. So kama hamuna huruma na sisi, hata sisi hatuna huruma na nyinyi. Na niambie vijana, msiuziwe uoga na msikome kupigania haki zenu kama vijana. Sababu hii nchi ni yenu, na nyinyi ndio mtabaki mkihangaika. Hawa wakora hawa wengi wako na miaka 80, 60, 70. Wamekalia ndipo zetu wanaenda, nyinyi ndio mtabaki hapa. You have a long way to go as youth of this country. And that is why hata naunga mkono Uhuru Kenyatta siku amesema kwa kwamba vijana lazima mpiganie nchi sababu ni yenu. Na nikaona huyu mkora anaitwa Sudi. Wakiwa na Murkomen wakijaribu kulecture Uhuru Kenyatta kwa sababu alisema vijana. And by the way, hata Uhuru hakuongea akiwa hapa. Alikuwa anaongea wakati akiwa nchi ya nje. Alikuwa anaongelesha vijana huko South Africa. Huko South Africa. Kuongea tu hivyo hapa Murkomen Harari wakiwa na Oscar Sudi, hawa wakora William Ruto, wakaanza kutusi Uhuru Kenyatta. Nataka niambie Oscar Sudi, hata ukikosa kitu ingine ya kufanya uheshimu Uhuru Kenyatta, tafadhali heshimu yeye kwa sababu alivumilia huyu mwizi wenu miaka 10 akiwa naibu wa rais wake. Nyinyi mmeshindwa kuvumilia bwana ya pasta miaka 2. Ukikosa kitu ingine ya kuheshimu Uhuru Kenyatta, heshimu yeye kwa sababu ya hiyo. Alivumilia nyinyi na huyo mwizi wenu for 10 years. Miaka 10 Uhuru Kenyatta aliwapatia nafasi ya kuiba, hakuwauliza swali. Aliwavumilia na hiyo ukora yenu. Nyinyi mmeshindwa kuvumilia bwana ya pasta hapa miaka 2. Kwa hivyo mheshimu Uhuru Kenyatta, alifanya ile kitu nyinyi mlishindwa kufanya. Heshimu nyinyi, mheshimuni yeye kwa sababu ya hiyo. Oscar Sudi mko na Murkomen. Yes, pengine mheshimiwa tumalizie na issue ya Nakuru. Tumeona Governor Kihika alikuwa amepotelea nchi za nje kuenda kupata mtoto ama watoto. Naye senator huko tunasikia na yeye ni mgonjwa na yeye alikuwa anashabikia governor aimpichiwe sababu pia ameenda nchi za nje. Na sasa kwa sasa hii senator tunaongea ako nchi za nje sababu wako na kidney failure. Ni kwa nini wao wanaenda nje? Ni kumaanisha maybe hawajatengeneza hospitali Nakuru ama ni nini? Unajua hata watu wa Nakuru hata nyinyi mnafahamu fungika tu macho muone. Gavana wenu akitaka kuzaa kitu hata anaweza zaa hata akiwa kwa msitu akienda kuvunja kuni anazaa tu. Kitu hata wazazi wetu walikuwa wanazaa tu, hata wakienda kuchota maji mtu anazaa tu. Si ugonjwa kuzaa, anaenda nje kuzalia huko. Kwa sababu anajua huko Nakuru hakuna hajatengeneza hospitali, hakuna mahali wa mama kuzalia. Anajua hivyo, that is why anaenda ngambo. Senator wenu anajua huko kwenu hakuna hospitali na hawezi ongea. Anajua wakiwa kama serikali hapa Kenya wameshindwa kutengeneza mambo ya afya, ndio maana hata yeye anaenda wapi? Anaenda nje. Na niambie watu wa Nakuru, ni vizuri muangalie sana wale viongozi ambao mnachagua. Ni vizuri sana muangalie sana wale viongozi ambao mnachagua. Kwa sababu kama kuna mtu mnafaa muangalie sana, hii kiti ya gavana mkichagua mwendo wazimu, mtabaki nyuma sana kwa miaka mingi. Kwa sababu ile pesa inapeana na serikali kuu ni pesa yenu. Ikitumika vibaya, nyinyi kama county ndio mnabaki nyuma. Msipofanywa maendeleo na hiyo pesa huyo gavana wenu anapatiwa, nyinyi tu ndio mtabaki nyuma. Ni vizuri muangalie sana nani mnachagua. 2027 ikifika mfanye marekebisho. Huyo mama nilisikia akiongea hapo anasema sijui yeye mnarambika na hakuwa ameenda na barabara kwenye alikuwa ameenda na hakuna kitu alikuwa amebeba akaenda nao, alikuwa ameacha kila kitu hapo na mnarambika. Huyo ni mtu hata haezi heshimu hata wale watu ambao walimpigia kura. Maringo iko huku. Na dawa ya mtu ambaye hako na maringo ni kuzushwa chini, mnamleta chini. Na niseme ya kwamba kama hiko kitu nitafanya, siku moja ile Mungu atasaidia kama nitakuja kuingia katika ile bunge. Sheria moja ambayo nitahakikisha kwamba imewekwa ni kusema ya kwamba hakuna any state official anafaa kuenda matibabu nje ya nchi. Hiyo ni sheria moja inafaa iletwe. Ukigonjeka kaa hapa. Kama wewe ni governor, wewe ni mbunge, wewe ni waziri, wewe ni nani, kaa tengenezewa hapa. Ndivyo kama utakufa, ukufie tu hapa kama vile maskini wanakufia kule ushago kwa sababu ya kukosa matibabu. Mkikufa wachache, mtaimarisha afya. Mkikufa wachache, mtaona hali ya hatari na mtatengeneza mahospitali, watu wote watakuwa wanatengenezwa vile ambavyo inafaa.
But for as long as ukipata homa unaenda South Africa, ukitaka kuzaa unaenda US, ukitaka kutengenezwa kitu kidogo unaenda London. Hakuna siku mtarekebisha hospitali za hapa. Kitu kingine ambacho nitahakikisha kwamba nimeleta sheria mpya. Hii mambo ya mbunge anapatiwa a private insurance. Anawekewa milioni 5 ama milioni 10 kwa mwaka za kutibu yeye na mabibi zake na watoto wake. Nyinyi wa maskini, mwinyi mnaambiwa yenu ni SHA. Kama kuna sheria nyingine nitaleta ile bunge, ni kuhakikisha kwamba hakuna any special medical insurance inafaa kupatiwa state officials. Kama ni SHA hiyo yenye haifanyi kazi, tuingie wote. Ndio kama ni kukufa, tukufe wote. Ndio kama ni kukosa matibabu, tukosa wote. Wenye watakufa wakufe, wenye wanabaki wabaki. Lakini hii upuzi mnapatia maskini SHA yenye haifanyi kazi, nyinyi mko na special private insurance zile ambazo zinawapatia milioni 10 kila mwaka za kutibiwa. Ndio maana hakuna siku ambaye mtasema SHA inafanya kazi. Hakuna siku hata moja mtakuja kukubali ya kwamba iko shida katika SHA, kwa sababu nyinyi hamuitumii. Na iko siku nisikia William Ruto, our president, anadanganya watu huko mazishi ya mbunge mwingine huko Western, anadanganya akiwaambia ati huyu mkufi mwenye yako hapa siku alikuwa mgonjwa alilipiwa milioni 3 na SHA. William Ruto anadanganya kwa watu kwa kijiji mchana wazi. Na wanajua tu vizuri huyu mwenye kukufa alikuwa na private insurance zile zinapatiwa bunge inawekwa 10 million. Anajua hivi lakini hizo ambiwa Kenya huko. Anawadanganya ati ni SHA ilimlipia 3 million. Wewe hapa iko mtu ambaye hapa amesikia SHA imelipia mtu 3 million. Si nyinyi waandishi wa habari? Si nyinyi mnazunguka katika vijiji? Kuna mmoja hapa ameona mtu amelipiwa SHA 3 million huko. Anadanganya watu mchana wazi. Kwa hivyo hiyo siku ikifika, hiyo sheria tutaweka huko. Hakuna kupatiwa private health insurance au when state official. Ni mkae kwa SHA hiyo yenye haifanyi kazi, tukuve huko sisi wote. Thank you. Tumemaliza. Kama kuna swali moja nitachukua mwisho, kama hakuna tutafungia hapo. Niambie wa Kenya, sisi tutazidi kuzungumza. Hatuna chuki na mtu. Lakini tuko na shida na wezi, watapeli, wenye wanaiba mali ya umma, wanyang'anyi, wauaji, wale wanatudanganya, tuko na shida na wao. Hatutakoma kuongea kama vijana wa nchi hii, kwa sababu sisi ndio tutabaki kwa taabu tukihangaika. Hii nchi ni yetu, tuko na miaka mingi ya kuishi, tuko na mambo mingi bado hatujafanya. Msikubali wazee wa miaka 80 watuharibia nchi kama tunaona. Tuongee. Hata wakituua hawataua sisi wote. Wataua wachache, wengine watabaki, wataendelea. Mungu awabariki, Mungu awalinde. Tuendelee kuongea kama wananchi. Asanteni sana.